أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. Allah anajua kwamba maisha ya ndoa ni maisha ya safari ndefu. Maisha ya ndoa yanaanza na mapenzi makubwa kwa wanaoana, au sio? Kila mmoja anamtafuta mwenzake, wanatafutana, au anashawishiwa, anasaidiwa kwamba mkubali, nenda, ndio dunia, misaada hii na ile, kubembelezwa mtu ili akubali kuoa, ili akubali kuolewa. Wakifika wenyewe wanafika mahala wanaona mashallah wazee wametufanyia jambo zuri. Lakini ndani ya safari ya maisha kuna haya na yale, kutokezea changamoto. Mnasema changamoto zikitokezea, changamoto ndoa sasa inakuwa chungu, inakuwa nzito, inakuwa ngumu. Watu wanafika mahala ndani hawafahamiani tena. Tuko pamoja? Huyu mke kasemwa, kazungumzwa, anayazungumza Mungu hayo. Mungu anajua kwamba watu wanahitaji starehe zao. Sasa mtu hapewi, sheria zikawekwa kwamba ufanye nini, uchukue hatua gani. Lakini leo hii Mungu anatutajia kwamba wale wanaume wanafika pahala anamkataa mke kumfanyia lile tendo lake. Sasa mwanamke anateseka. Tuko pamoja? Mwanamke anateseka. Sasa na wakati ule ilikuwa anafika pahala mpaka mtu anaapa sana, hapa mimi wewe sikuingilii. Na wako wanaume kesi hizo zinakuwepo, zinapatikana kwamba mume hataki kumuingilia mke wake. Wanawake hawa kila mwanamke ana siri yake na wanaume wana siri zao. Tuko pamoja? Mtu utakapokutana naye ndio hivyo ndio wako tena huyo. Usije ukaenda ukaeleza sijui huyu yuko hivi sijui, hazitakiwi, analaaniwa mwanamume kwenda kutoa habari za mke wake. Sasa Mungu anasema lilladhina yuuluna min nisaihim, wale wanaoapa kuwapia wake zao kwamba la yujamiuhunna. Hilo swala lipo, na ndio maana Mungu akalisema kwamba wao hawafanyi tendo la ndoa, hawaingilii. Mwanamke humuingilii, umemuoa yeye, anakuhitaji, amezuiwa asende kwenye zina, amezuiwa asiolewe na mume mwingine. Huja muumiza huyu mwanamke, haki zake za msingi anazipata hapo. Sheria inaingilia kati kwamba mwanamke atakapofika miezi 4 haingiliwi na mumewe tena. Mume huyu kaweka mkwala, vijana wanasema mkwala. Mungu anasema mikwala katika ndoa ipo, kwa hiyo anaondoa ile mikwala ile. Tuko pamoja? Sasa lilladhina yuluna min nisaihim, wanayo wale ambao wanawapia wake zao tarabusu 4 ashhuri, kusubiriwa mpaka miezi 4. Akisema kwamba mwanamke huyu mimi simuingilii, mke akikaa akaona kwamba wewe mwanamume vipi, mpia mimi wewe usiniletee hizo mimi bwana. Tumefahamiana tayari anamletea, vijana nasema anamletea za kuleta. Na akakaa mpaka ikafika miezi 4. Sheria itamsubiri huyu mwanamume ndani ya miezi mingapi? 4. Kwa sababu ndani ya miezi 4 kweli kama mtu huna hamnaye, basi mpaka ikifika miezi 4 sheria inasema kweli wewe huyu tena utamwadhibu bure. Tumefahamiana? Kwa hiyo watasubiriwa tarabusu 4 ashhurin, kuna kusubiriwa mpaka miezi 4. Fa infa'u, ikiwa watarejea ndani ya kipindi hichi cha hii miezi 4, basi hakuna tatizo wakiwaingilia. Tuko pamoja? Wakirejea kama ameapa akavunja kiapo chake, au kama hakuwapa mwenyewe akaendelea na mke wake, basi hili tatizo limeondoka. Fa inna Allaha ghafurur rahim, Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe tena ni mwingi wa kurehemu. Wanaotesa wanawake hamna hamna kama hawajaja sawa, lakini ikiwa wamo tunaambiwa tusiwatese. Lakini tunaambiwa sote, maana hizo ngarambe huko ndani kila mtu anazijua yeye mwenyewe. Kwa hiyo ngarambe zipunguzwe. Tumefahamiana? Fa infa'u fa inna Allaha ghafurur rahim. Ikiwa hawa watarejea, basi Mwenyezi Mungu anasamehe tena mwingi wa rehema. Hilo limeisha. Tunaingia kipengele kingine kinachotuhusu. Wa in azamu talaq,
ikiwa wanaume kwa hili watakusudia kuacha, haja mtamkia lakini anakusudia tu kumwacha, fa inna Allaha sami'un, Mwenyezi Mungu anasikia maneno, alimun, tena anazijua zile azma walizoziweka. Kwa hiyo huyu mtu mawili afanye, aidha achafue kiapo chake, amrudie yule mwanamke, ampe haki zake, hakumrejea, ikifika wakati ule sasa mahakamani, aidha atoe talaka yeye mwanamume, hakutoa mwanamume, basi kadhi ana haki ya kutoa nini? Talaka.